Sasa ni watu wangu, so natumai mko poa, so mimi niko poa sana. So video ya leo nimekuja kwa device ama kutoa maoni yangu. Hii ni maoni yangu kibinafsi ya why to retire in Kenya. Especially hii ninaelekezea wale wa Kenya wako hapa Marekani, because I believe we have different preferences, we have different decision and choices to make, and there are those people wenye they are torn in between. Hawajui wa retire Kenya, hawajui wa retire in America. So these are some of my reason, my top reason za mimi kufanya ama kusuggest ya mtu kuretire America. So kuretire in Kenya, sorry, not kuretire in America. Kitu ya kwanza ni kama saizi nimekuwa naongea na mzee mwingine hapo, ni retired by the way, but nakuta hapa America by the way, niliwaambia kitu kama healthcare ni biashara. Si unaona hapa America by the way, they make money through, wanafurahia ukiwa mgonjwa, na kama hata wewe wakiona uko healthy, it's either uko jeshi, na kama uko jeshi they gonna try to find you a problem, and it's only in military that they don't gonna want you to have any problem, because they know you are like the you are like the what backup in case ku backfire wewe utaenda. Otherwise kama uko huko nje watakutafutia mashida, hata kama utaenda hospitali bila shida wata make sure wamekutafutia shida. But so these are my top reason ambazo nimewaambia zinafanya mimi ni prefer mtu wale wako Marekani kuretire in Kenya. Kitu cha kwanza ni kitu kama health facility. Yes, mtaniambia hapa Marekani ati kuna good health facility, sijui ukipigia 911 inakuja, but ni nini kilikupelekea kwanza ukue mgonjwa? Tuangalie, acha kuangalia suluhisho, angalia chanzo. Unajua watu wengi tunaangaliaga ati America ina offer a lot of what? America ina offer a lot of answers, but hatujajiuliza a lot of acha tu niseme suluhisho kwa shida, lakini hatujatatua shida yenyewe, because hiyo shida ilitokana wapi? Kitu cha kwanza chakula hapa ni zile junk food, chemicals, nini. So unaona most of the stuff hapa from the weather, food, hizo vitu ndizo zinasababisha watu wengi wanakuja wanagojeka magonjwa hapa uzeeni, magonjwa ambayo hawangekuwa nayo tuseme kama ni Kenya, because most of the stuff in Kenya they are fresh. Eda ununue nyama imechinjwa leo kichinjio, eda ununue groceries zimeletwa leo soko, matunda, maji, hewa, kila kitu, most of the stuff in Kenya they are fresh. Kwa hivyo si kusema ati hawezi gojeka, bado kuna wale wanagojeka, but at least you have lower chances za kugojeka katika uzee wako ukiwa Kenya compared to hapa Marekani. So acha kuangalia tu kama hapa Marekani tutapata good medical facility. Kuna mtu mwenye ako Kenya mwenye anaishi hayo maisha kama yako, hata hagojeki. Wewe unafurahia ukienda kupewa good medical nini services, na kuna mwingine ilhali kuna kwingine unaweza kaa for example na hata usikue na hizo medical problems, unaona. Number 2 reason thing ambayo inafanya mimi ni kuambie hapa Marekani afadhali kuretire Kenya, you will never have a property on your own. Ngoja nikwambie, hata ununue nyumba unajua watu wengi wanasikiaga hapa nyumba by the way kulipa mortgage ni 30 years. Acheni niwaambie, Kenya unajenga tu nyumba yako dream house ya 7 million ambazo ni kama 60,000 70,000 US dollars, na ni hivyo tu. Property tax labda ulipe once after, sijui wanalipaga once in a while, unaona, hata yani ni ile once, na hata ukilipa twice sio kitu hata iko na maana. Hapa America unanunua mortgage na 30 years. Kwa hivyo kama ulinunua nyumba ukiwa 35 years, utakuja kumaliza kulipa hiyo nyumba ukiwa 65 years, unless ulikuwa na kazi inakulipa pesa nyingi sana ukasema upay off haraka. Offer ni ngumu, si watu wengi wanalipaga ati kupay off nyumba yao haraka. So watu wengi wanalipa tu na 30 years. Kwa hivyo utakuja kumaliza kulipa property yako na 65 years. That means wakati utakuwa umeretire, na pesa zako kwanza za retirement, kama utakuwa na kazi ambayo inakupatia retirement, ndizo utatumia kuchukua ulipia hiyo property ili umalizie kufanya nini? Kulipa hiyo property, unless ama ucontinue kuwork. Nimeona watu wanafanya kazi mpaka 70 years. Mwanamke mwingine mzungu ninamuuliza bona, ananiambia social security haitoshi. Another thing ni ati hiyo property haitaikuwa yako permanently. Hata ununue nyumba na upay off. Kuna kitu kingine tunaitaga property tax. Property tax sio nyingi sana, juu ni 2%, but for example mtu mwenye akona property nyumba ya 700,000 utakuta analipa almost 8,000 a year. That's almost 1,900 almost 1,000 a month plus maintenance ya hiyo nyumba. So at the end of the day ni kama hata kama stop kulipa ile mortgage ya sijui 2,000, but hapa unalipa property tax almost 1,000 plus maintenance ni almost the same rent. Kumaanisha hapa America you'll never stay in your house free
na ni nyumba yako ulimaliza kulipa, go to Kenya. Jega up country nyumba yako kama yenye nimekwambia 60-70,000. That's a dream home. Nunua shamba kubwa Nyandarua with 100,000, utakuwa umeishi maisha starehe, utakuwa na mifugo na nini. You know, that's another factor about mimi. In Kenya you're gonna live a free life. You know, it's not 100% free, but it's almost free life. So another thing ni hii story na family, man, because hapa Amerika ukizeeka, hata kama ulikuwa professor, hata kama ulikuwa sijui doctor, nimeongea na watu wengi walikuwa ma-CNA na sio walikuwa ma-CNA, saa hizi ninawauliza wananiambia some of the people they care in a nursing home ni watu walikuwa na kazi kubwa sana. Najiuliza mbona mtu alikuwa professor alikuwa na pesa akuje atupwe nursing home na watoto wake, because watoto wake they are busy. Hapa America everybody is fight, the way the system is, everybody has to fight. Hakuna mtoto atakaa na wewe kwa nyumba ati akuangalie. In fact watachukua pesa yako ya retirement yenye ulikuwa unalipewa na security na zingine na ma insurance za zenye ulikuwa unalipia za medical so much expensive, hizo ndizo pesa watakupeleka nazo nursing home uende ukatibiwe huko na akagariwe huko. Nani anataka kuishi maisha kama hayo yenye your kids comes once in a while because they are busy doing their life? In Kenya hata ukiritea, hata kama uko na tu apartment na tu rentals kidogo tu, wewe utalitea ukiwa na maisha poa sana, utakuwa unaheshimiwa katika kijiji. In fact hata unaweza kama uko na pesa kidogo you can buy for MCA. Kama hata una pesa na utaki maneno yote, utakuwa mzee wa kijiji. Yani you gonna live a good life, a respectable life kwenye mtu watu wanakusikiza, unapendwa. Unlike hapa utakuja utupe katika nursing home. Si unaona? Yeah, and attached to that ni another thing. In Kenya we live by a community, kwamba ukishikwa na kashida ama anything, watu watakuwa wanakuja kukuangalia from friends, strangers, distance family. Hapa America ngoja nikwambia, ukipelekwa kama hiyo nursing home apart from your kids once in a while, watu wengine most of the time watakusahau, na kama watakuja once in a while na hata maybe never. Sasa utakuwa wewe ni kama uko deserted, wewe unagoja kukufa, na hiyo hata itaharakisha, itakuwa ni speedometer ama ni accelerator, take me home, wewe ukufe tu utoka hii dunia. Mtu ulikuwa na heshima, mtu ulikuwa unapendwa, mtu ulikuwa na maisha mazuri katika uzeni, amekuja yakafanya nini? Yakaenda up to be kitu hakuna. Yeah, so technically mimi chenye naweza sema na kuwaida video yangu ni ati America is good when you are young, when you are healthy, when you can work so hard, but as time goes by, miaka inaenda kusonga, ndio utakuja kugundua America is not for you. Kama mimi hapa ngoja nikwambie, there are those people who decide not to marry, there are those people who decide not to have a family. Ni poa sana especially hapa America in your early stage. Ngoja ukizeeka ndio utajua America is not for you. Utakuwa wewe ni lonely religious, ama utakuwa nini? Wewe utakuwa that's when utakuja unlike Kenya you can still decide because you're gonna still be a part of the community. American nakwambia ukizeeka na unapoenda, because nimeongea na some of the old people, hata kama ulikuwa nani ama ni nani, unless sasa wewe tuseme uamue tu ni only few percentages. Kuna wale bado wachache ambao hata kama hutashikwa na magonjwa, wewe unaishi kwa property yako, unalipa hizo tax, unapata income na retirement kubwa. That is only few percentage of people wenye hata wakizeeka they live the independent life. Na ninakwambia only few percent. Na hao ni watu wenye they were prepared for it, na Mungu anawaepushia mashida na magonjwa, vitu kama hizo. So in short, mimi nikikompare maisha ya hapo bereni America na Kenya, utakuta kujua in Kenya we have life, na most of us tulitoka Kenya tukakuja America, so it's better hata kabla utoka hii dunia urudi to the same life. Si same at the same place, but I'm saying urudi to the life, unaona, a live life. Otherwise kuishi maisha jamani, hata sijui niseme aje. Hiyo ni maoni yangu. Kama uko na maoni yako ni sawa, kama unataka kuretire in America ni sawa. Sijakuja hapa kufanya mtu ati warudi Kenya. I believe si kila mtu anataka. Mimi nikupatia tu wazo. The reason why mimi mtu akiniuliza ama mimi mwenyewe, I would choose 100% kuretire in Kenya.